na khiana zimo ndani yake. Watu hawa mataasisi ya mashindano ya Qur'an wanaweka mikakati kwamba ikiwa mshindi wa juzuu 30 atashinda kutoka nchi za mbali, nchi za nje, atapata mamilioni kadhaa, na ikiwa mshindi wa juzuu 30 hizo atapatikana ndani ya nchi yetu, basi atapata nyumba. Lakini ukilinganisha nyumba hiyo na mamilioni hayo, mamilioni yale ni mengi kuliko thamani ya nyumba. Hali imefikia hapa, na hao ambao wana hiyo taasisi ya kushindanisha watu katika usomaji wa Qur'an wamefikia pabaya, mpaka wanaingia katika kudhamini mashindano hayo wahuni, mafusta ambao ufasiki wao kwa wazi unajulikana. Wa haula la yubalun, lakini watu hawa wa mataasisi mashindano ya Qur'an hawajali. Hima yao kama tulivyosoma katika Jamhul Adilla ni kukusanya mali, hima yao ni kushiba, hima yao ni kutangaza jina, hima yao ni dunia. Wallahi, mpaka wanatoka na waleta maneno ya kihuni katika nini, katika dini. Anasema la tatapappar inna Allaha la yuhibbul mutapappirin. Watu maawam wanahisi kana kwamba haya maneno sahihi, na mwisho anakuja kukuonesha ujinga wake. Anasema rawahu watu watemeke. Maneno haya wamepokea watu watemeke, kwa maana Kishki hadahu Allah ndio alopokea haya maneno. Ukisema rawahu anamaanisha hiyo ni hadithi ya uongo, lengo ni kufurahisha watu. Wa maneno haya ya Muadh radhiallahu anhu ambaye anaeleza kwamba mbele yenu zitakuja fitanu nyingi, mali zitakuwa nyingi, naam, na itafunguliwa ndani yake Qur'an, hatta ya'khudhahu almu'min walmunafiq warrajul walmar'atu wassaghir walkabir wal'abdu walhurr, mtumwa wa kiume na muungwana, wote hawa wataingia katika uhifadhiji wa kitabu cha Allah subhanahu. Lakini watu hawa waliohifadhi Qur'ani, ukiwaangalia muonekano wao tunakujulisha kwamba hawa ni wahudi. Kijana anafaa ni hafi, wanamuita msahafu unaotembea. Sichana anavaa ile sare kwa ajili ya mashindano, akishatoka kule avai stara tena, wanaita msahafu unaotembea. Wahuni. La haula wala quwwata illa billah.